Habari, karibu tena kwenye Capital Connect, kipindi ambacho kinakupa wewe mwekezaji habari kuhusiana na masoko, lakini pia kwa lugha rahisi sana uelewa kuhusiana na masoko. Utakuwa nami Festus, na leo tutazungumzia akili juu ya uwekezaji, saikolojia ya uwekezaji na tabia za uwekezaji. Hautakuwa na mimi pekee, bali leo tutakuwa na mtu maalum, mgeni wetu ambaye kwa kipindi kirefu experience yake kwenye masoko ya fedha ni kubwa, na ningependa kumtambulisha kwenu Mr. Kamugisha, mtendaji mkuu wa Global Alpha Capital. Mr. Kamugisha, karibu sana. Asante sana Festus, ni furaha kwangu kujumuika nawe na watazamaji wetu kuzungumza habari ya masoko na akili yake. Okay, asante sana. Karibu sana Mr. Kamugisha. Mr. Kamugisha, kama nilivyosema mwanzoni, leo tutazungumzia akili juu ya uwekezaji, saikolojia ya uwekezaji, lakini pia tabia za uwekezaji. Kwa kwanza, ningependa utueleze akili juu ya uwekezaji ni kitu gani? Swali zuri, mahali pa kuanzia. Ni akili ya uwekezaji ni ile hali ambayo mwekezaji anakuwa nayo, ile falsafa yake anapoingia katika masoko ya mitaji na kuwekeza. Tumeona over years, nimekuwa katika masoko, naona watu wanakuja sokoni na mawazo na mipango na fikra tofauti tofauti. Kimsingi akili katika uwekezaji ni jinsi mtu anavyoweza kuchagua namna ya kuwekeza, kuweka malengo yake ya uwekezaji, jinsi mtu anavyoweza kuvumilia mwenendo usiomfurahisha wa soko, jinsi mtu anavyochukua hatua akiona mwenendo fulani katika soko. Wako watu ambao wanakuwa ni wakukurupuka, wakisikia tu kwamba hisa zinashuka bei anakimbia kuuza, akisikia tu kwamba bei zinapanda anakimbia kuuza. Lakini wako watu ambao pia wanaingia sokoni wana uvumilivu, kwamba kulingana na malengo yake aliyoyaweka, anaangalia mwenendo anaoona sokoni, anaamua kwamba mwenendo huu unaathiri kwa kiasi gani malengo yangu kuweza kuyafikia. Sasa hapo ndipo ambapo tunapata watu wanaonufaika kwa kuwekeza katika masoko hayo na watu wanaopata hasara kubwa kwa kuwekeza katika masoko, kwa sababu ya jinsi wanavyochukulia mienendo inayotokea sokoni. Asante sana Mr. Kamugisha, umeeleza vizuri sana, na hiyo inaonyesha weledi wako wa muda mrefu sana kwenye masoko. Sasa nataka tujikite zaidi kwenye jambo moja. Watu wengi wamekuwa wakisema hofu na tamaa zimekuwa zikiendesha soko. Kwa experience yako hii inatueleza kitu gani? Nikiri kwamba hofu na tamaa ni aina ya mitizamo ambayo tunaiona sokoni, inakuwepo, na wakati mwingine inaweza ikaendesha soko, kama wale watu wanao respond kwa hofu na tamaa watakuwa wengi kuliko wale wenye utulivu. Inatoka wapi? Ni kwa sababu tunajua kwamba bei sokoni zinapanda kwa demand na supply. Ukiwa kuna hisa nyingi za kampuni fulani, watu wanauza, mwelekeo wa kawaida ni kwamba bei yake itashuka, kama wanaouza ni wengi kuliko wanaotaka kununua. Na kukiwako na uhitaji wa soko, demand, wa kutaka kununua kwa wingi kuliko walio tayari kuuza, kwa kawaida utaona kwamba bei za hisa zinapanda. Sasa wale watu wenye tamaa na hofu wanavyotafsiri hali hiyo, bei zikianza kupanda wanatafsiri vipi? Unaweza kukuta kwamba kunatokea artificial demand, yani almost artificial niite, kwa sababu watu wameona bei imeanza kupanda wakatafsiri kwamba kumbe watu wengi wanaitaka hisa za kampuni hizi, nao wakaongezea hapo, wakaongeza demand katika hisa za kampuni hiyo. Au ikatokea kwamba bei inashuka, basi wengi wakakurupuka wakataka kuuza, basi kabla haijashuka. Na mimi nimeuza za kwangu, unajikuta kwamba wanaongeza ugavi wa hisa za kampuni hiyo sokoni, na kwa hiyo inasukuma chini bei ya hisa hiyo katika soko. Okay, asante sana. Swali umeeleza vizuri sana, lakini niongeze swali hapo kwenye hiyo topic. Umesema
watu wakiwa na tamaa au watu wakiwa na hofu wanaweza kusababisha price iongezeke au demand iongezeke au demand ishuke. Sasa ni kwa jinsi gani au tumsikilize nani zaidi ambaye anaweza akatuambia sasa hivi ni wakati mzuri wa kuingia au sasa hivi ni wakati mbaya? Suala la tumsikilize nani linawafaa wale wanaokuwa na utulivu, ndio watakao kuwa na muda wa kusikiliza. Wale wa hofu na tamaa hawanaga muda wa kusikiliza, kusubiri kusikia wataalamu wanasemaje. Lakini kwa wale wenye utulivu, niseme ndio faida ya kuweko watu ambao ni wataalamu wa masoko. Msikilize mtaalamu wako. Yani ukiona hali katika soko ambayo huielewi, usikurupuke kuamua eti kwa sababu nataka kuwahi kabla wengine hawajafika huko. Pata muda, wasikilize wataalamu. Ndio maana inasisitizwa sana kwamba wote tunaotoa huduma kwa wawekezaji katika soko tuwe na tabia na utamaduni wa kuwaeleza nini kinatokea sokoni, mambo yanakwendaje, na kuwashauri waweze kwenda namna gani. Sasa ili uweze kunufaika na ushauri wa aina hiyo unaotolewa na wataalamu, uweze kuupata kama hauna muda wa kusikiliza. Sisi Alpha Capital tuna taratibu huo. Tunatoa elimu kwa wawekezaji kila juma angalau mara moja. Kwa pamoja tunaandaa session ambayo tunawaeleza nini kimetokea katika juma hili lililopita na tunaonaje juma linalokuja na jinsi muda tunavyokwenda mbele. Nini kimesababisha haya tunayoyaona, kwa tafsiri yetu, kwa uchambuzi wetu, tuweze kuwaambia tunachokiona sasa hivi. Na tukiangalia ulimwengu mzima na uchumi wa nchi unavyokwenda, tunafikiri hiki kitapita au hiki kinaonekana kama ni structural, kitu chenye kugusa misingi ya soko na thamani ya hisa za kampuni fulani au kampuni fulani. Okay. Kwa hiyo ushauri wangu wasikilize wataalamu. Okay, Mr. Kamugisha, asante sana, lakini baadaye kabisa tukienda mwishoni nitakuuliza swali. Naomba niliseme hapa ili uwe unaliweka. Sawa. Kama tunavyotambua na watazamaji wetu hapa wanafahamu, kupata elimu ya fedha unahitaji kulipia gharama. Lakini nimesikia Alpha Capital mnatoa weekly, tumesema mnakuwa na vipindi maalum kila wiki ambavyo mtu anaingia bure kabisa. Lakini pia mmekuwa na initiative kama hii ya Capital Connect ambayo mtu anaipata kwa free. Nafikiri tutaongea baadaye, uniambie kwa sababu wewe ndio mtendaji mkuu wa Alpha Capital, nafikiri kuna mengi tutayapata hapa. Kwa kuendelea na swali, kwenye saikolojia ya uwekezaji, kuna vipindi tofauti kwenye masoko. Hasa kuna wakati hisa zinashuka sana, kuna wakati zinapanda. Ni kwa nini basi wawekezaji wanakuwa na wasiwasi wakati hisa zinaenda chini au wakati hisa zinashuka? Inaweza ikawa ni ngumu kwangu kujua, kwa sababu mimi si mwekezaji wa aina hiyo ya watu wenye hofu na tamaa, si mmoja kati ya hao. Lakini tunajua kwamba kitu kinachopandisha bei, ingawa tunasema kwamba ni demand and supply, lakini demand katika mazingira ya kawaida kuna kitu kinaisukuma, kuna kitu kinasukuma watu wengi kutaka kununua hisa za kampuni fulani. Na kwa kawaida hata wale watulivu wanasukumwa na kitu fulani ili watake kununua hisa za kampuni fulani, na wale watulivu pia wanakuwa na kitu kinachowasukuma watake kuuza hisa za kampuni ambazo wanazo. Kitu cha msingi ni kwamba mwekezaji katika masoko haya anachonunua ni haki ya kupokea mapato yanayotokana na kuwa mmiliki wa hisa ya kampuni fulani. Na mapato hayo ni nini? Ni gawio, lakini pia na capital gain, kuongezeka kwa thamani ya kampuni fulani. Ili mtu aweze kujua hivyo kwamba hivi ninapoendelea mbele kutakuwa na gawio au halitakuwepo, unahitaji kujua kimsingi thamani ya kampuni unayotaka kuwekeza kununua hisa zake. Lazima ujue kwamba biashara ya kampuni hii ni nini, biashara ya kampuni hii inakuwa au inagota. Nikiangalia katika uchumi, mazingira ya kiuchumi tulipo, hii biashara hii ina muda mrefu wa kukua au ina vizingiti vitakavyoikwamisha inavyotaka kwenda mbele.